wala usihangaike. Usipate tabu kabisa. Kwa maana tayari nimeshajua nyama yetu wapi ilipo. Na yule mwenye kimdomo mdomo yule nitamuonyesha njia ya kuzimu. Dada. Huko ulipotokea, ulivyoshuka kwenye gari mpaka kufika hapa, hujakutana na mtu yoyote? Hapana, sijakutana na mtu yoyote. Afadhali. Usipende kusalimia watu, hasa katika huu mtaa. Salamu yako itakuja kusababishia kifo. Utakuja kuuponza. Kwani kuna nini? Mbona sielewi? Kidogo kidogo utanielewa. Kwa sasa huwezi kunielewa. Naomba uingie ndani. Naomba uende ndani. Kwa nini una mgeni kisha unamfungia ndani? Alafu wewe una mdomo mdomo sana, na huo mdomo wako ndio utakao kuponza. Naona unatoa siri zetu sasa, si ndio? Kigagula, mimi sijatoa siri zenu. Yule ni mdogo wangu, nilikuwa namwelekeza tu. Ukaona ukimwelekeza kawaida aelewi mpaka useme mambo yetu. Sasa basi, kwa kuwa wewe ndio uliyempokea na yupo kwenye mikono yako, naomba umlete wewe mwenyewe nyumbani kwako, na usipofanya hivyo moto utakuakia. Bikunza, naona mwanao amerudi. Sasa inabidi uje utimize ile ahadi yetu. Wala sielewi. Amerudi? Mbona mimi sijaona naye na wala sijui alipo? Mwanao amerudi. Amefikia kwa dada yake. Sasa basi, ikifika leo usiku, inabidi umchukue umlete kikangoni. Lakini mbona mimi nimeshatoa? Kwa nini asitoe mtu mwingine sasa hivi? Nimebaki na watoto wangu wawili tu kama macho yangu. Bikunza, nadhani unaelewa. Sisi hatukwepeshi na hatubabaishi. Ukishindwa kufanya maagano yetu, tutadili na wewe. Kama utashindwa kumleta, basi tutadili na wewe hapo. Wewe ndio utakayekuwa kwenye kikango chetu. Kwani umefuata nini? Maana nilishakwambia usikanyage tena hapa. Cha ajabu wewe umerudi. Sasa, kabla ya jua kuzama, naomba uondoke. Dada, nawezaje kuondoka wakati nilichokifuata bado sijakimaliza? Una sikuelewi. Toka nimefika unanipa vitisho tu. Kwani kuna nini kinaendelea? Haina haja ya kunielewa. Huu mji sio sehemu salama kwako. Au
umefuata kifo chako? Kifo changu? Sawa dada, nitaondoka, lakini mpaka nimalize kilichonileta. Kitu chenye ni cha muda mfupi tu. Hapa hakuna cha kunielewa na hakuna cha kusubiri. Naomba ufungashe vilago vyako na uondoke. Naomba uondoke, sikuhitaji tena hapa. Mwastai, hivi unafikiri unaweza ukafanya jambo mimi nisijue? Unaweza kuniambia mdogo wako aliko? Mama, kwa hiyo unataka kumtoa kama ulivyowatoa ndugu zangu wengine, si ndio? Hivyo ni mama wa aina gani? Oh, mimi ndo nilowazaa. Alafu unapata wapi kiburi cha kunipazia sauti mimi? Sasa huu mchezo unaocheza mwisho wake ni kifo. Naona kaburi linanukia kwako. Muda mrefu sijakutia machoni bibi wangu. Ndani ya miaka 3 leo ndo naona nuru iliyokuwa katika uso wako na tabasamu nzuri. Asante mpenzi wangu, lakini hata mimi sikupenda kuwa mbali na wewe. Ni shida tu hapa nilipo, naogopa na hofu, naogopa sana. Usijali, nikuondoe hofu, nikuondoe na shaka kabisa. Nitakupa dawa ambayo dawa nilikabidhiwa na marehemu babu yangu. Kwa kuwa itakuwa ni ulinzi tosha, itakukinga na wachawi, wanga, mpaka na watu wabaya. Kwa hiyo baby, naomba usiwe na wasiwasi. Sawa? Ngoja nikukabidhi. Yenye hapo. Hiyo utakuwa unaivaa. Hii ndo kinga? Usizalau, usione hivyo. Ndio itanikinga na wachawi, watu wabaya? Mimi mwenyewe mwanzo nilizalau hivyo, lakini matokeo yake niliyaona. Kwa mwenyewe ivaa, alafu utayaona, utanipa majibu. Sawa, asante sana. Nashukuru, umenipa ulinzi wangu wa maisha. Usijali, iko ni kidogo tu katika vote na iko ni kidogo, ila vikubwa vitakuja zaidi. Mke wangu, mbona kama kuna vitu haviko sawa? Maana nimekutana na mama, amenipita kama kibunga. Kuna nini kwani? Mwanangu, hapa hakuna usalama. Leza alikuja na ilibidi nimfukuze kwa usalama wake. Leza? Sasa inakuwaje sasa baada ya yeye kuja? Wewe acha tu. Alikuja amedai kuna jambo lake anataka alifanye, lakini mimi sikuliruhusu hilo. Nilimwambia aondoke, maana kubaki hapa kwake ni hatari kwetu sote.
Lakini mimi nilishakwambia. Hivi kwa nini unapenda sana kubeba mizigo ambao haikuhusu? Hivi huoni kama unajipisha gunia la misumari wewe, ambalo mwisho wa siku utakuja kutuasi sisi sote? Mume wangu, kumbuka ile ni damu yangu, na ndio maana nimemsaidia. Ile sio damu yako kama wewe unavyosema. Sasa nisikilize, mimi sitakuwa na msaada wowote juu yako, na huu moto ule uwasha wewe utajua namna ya kuuzima. Chako hicho. Mama, msaada umekuwa majuto sasa. Kumekucha hivyo na mume wako, nyinyi kila siku ugomvi. Ni bora angekuwa mume wangu mama. Ni Leza huyo. Leza? Kwani Leza amerudi? Amerudi na mimi ndo nimempokea. Ila mama mkubwa sasa, baada ya kujua kama ipo kwangu, maneno aliyoyaongea ni makali mno. Ila mwanangu, utakaje kunielewa? Kwani wewe hujui kama mimi na mamako mkubwa hatuna maelewano? Kwa leo hii mimi naonekana mbaya, wewe ndio mwema, ila unachokitafuta utakipata. Lakini mama, mimi sikumsaidia kwa ubaya. Nilifanya vile kwa sababu yule ni mdogo wangu. Kwani mimi na ubaya gani na dadangu? Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Shauri yako. Mdogo wangu, nina mtihani, na kama mtihani basi mtihani chuo kikuu. Tumpe Samelibananga tena kwa dada yako Bikuza. Yaani ninavyokuambia hapa nilipo, nimechanganyikiwa. Sinywi akili yangu yote nawaza hayo mambo yao, na kama unavyomjua dada yako, homa ya jiji mtaa mzima unamuogopa yeye. Mama, kweli mtihani, tena mtihani mzito. Hivi ninavyosema mimi hapa, dada yako anatakiwa atoe kikoa. Asipomtoa Leza, basi watamtoa yeye. Tena mwambie tumpe akae mbali nao, kitakuja kumkuta kitu. Tena nakwambia kwa msisitizo, mwambie sasa, tena iwe siri yako. Unanisaidiaje mdogo wangu? Yaani umezidi kunivuruga kichwa changu. Namtoaje mwanangu kwenye janga hili mimi mwenzio? Watoto wenyewe nimebaki nao wawili tu ndugu yangu, hata kama wangekuwa 5. Hakuna mtu anayetosheka na watoto. Nafanyaje mimi? Sikia nikwambie, yule binti amerudi muda sio mrefu, kila kitu kitakuwa sawa. Nadhani natambua kwa Nazi hawezi kushindana juu hata siku moja, ila kuna vijidudu naona vinataka kuingia katika hili. Kwanza kwa hilo ondoa shaka. Kila kitu tunachotaka kukifanya huwa hakijawahi kufeli hata siku moja. Kila kitu kipo chini yetu, hilo limeisha.
ila na wewe ndo uachage kulopoka, utauponza mtu mzima wewe. Nimesikia kila kitu ulichozungumza. Sasa andaa jawabu la kujibu kwenye kikao cha usiku wa leo. Shoga yangu, ulimi tu uliniponyoka, sio kama nilizamiria kuongea na nyie. Ulimi umekuponyoka. Sasa endelea hivyo hivyo, utakuja uambulie vidole nyama tule wenzie. Shauri yako.